Yeye ana mradi wa biashara, labda umemfungulia biashara, hapo unaweza ukasema ngoja nimtegemee. Ila kama hana kitu chochote utamtegemea vipi? Unajua maisha sasa hivi ni 50 kwa 50. Baba apambane na mama apambane. Kwa hiyo hujawahi kumshirikisha kusema mama, leo kabisa mimi nimeishiwa kabisa, hebu pita njia hii nione kama unaweza kaja na chochote kitu. Nimesema tu hakuna 50 kwa 50. Kwa sababu gani? Wewe unaweza ukasema 50 kwa 50. Kuna vitu ambavyo mwanamke aweza akavifanya, ninapaswa mimi mwanaume nivifanye. Kwa sababu gani? Mimi napaswa nihudumie familia na ni wajibu wangu. Kwa hiyo wanapokuwa wanatumia eti 50 kwa 50 ni uongo tu. Unaona? Sasa unajua kuna wazazi wengine wanakuta ni wakina mama, lakini wanaishi nyumba za kupanga na wana watoto wao na wanafanya kila kitu. Hana baba, hana chochote, lakini anaishi maisha ya kupanga na bado anahitaji na anahudumia kabisa kama ipasavyo, kama ilivyo kwa wanaume wengine. Unahisi wale wana ujasiri gani, wamebarikiwa nini, wana nguvu gani ambazo zinafanya waweze kuishi mjini? Wale watu wa hivyo nakuta hawana biashara, hawana kazi yoyote. Nakuta wana msaidizi wa pembeni. Kwa sababu wewe ukaniambia una kitu cha kujiendesha kimaisha, umepanga chumba, unatakiwa ule useme eti unaweza wewe mwenyewe, amna. Unakuta una msaidizi anakusaidia wa pembeni ambaye hajulikani, na maana kwamba yeye yupo lakini sisi hatumtambui. Yeye ni mwanamke, hilo nakuta yeye ana msaidizi ambapo ni mwanaume ambaye ajitokezi eti ni mume wake, anamsaidia baadhi ya majukumu. Unahisi kuna hasara gani au changamoto zipi za kupanga? Hasara za kupanga. Hasara za kupanga? Ni nyingi, ila ni baadhi nitazitaja tu. Hasara za kupanga, kwanza unachelewa kujenga. Kitu cha kwanza, unapopanga mara kwamba unajisahau, hata ile hela unayopata unasema nitapanga nitajenga tu kwa baadaye. Hiyo ni hasara moja wapo. Unachelewa kufanya nini? Kujenga. Hasara ya pili, na maana kwamba unapokuwa umepanga hela ambayo ungekuwa umeipata inaishia kwenye kodi. Ungeifanyia kwenye mahitaji mengine inaishia kwenye nini? Kwenye kodi. Ndio hasara ya pili. Labda nitaje hizo tu. Unajua kuna vijana wengine wanakutazama pamoja kwa moja, watakuja kuangalia, watakuja kutamani kujua na wao sasa wanaweza kaanzia wapi ili kuweza kuanzisha maisha ya kupanga. Unawashauri nini wale ambao wanaogopa kupanga, wakijua kwamba labda hatuwezi kuafford, hatuwezi kupambana na kodi ya mwezi au ya miezi miwili? Wewe unawashauri nini? Wewe kwa sababu kwa tayari ushakuwa mzoefu kwenye masuala ya kupanga, unawashauri nini vijana ambao wanaogopa kuanzisha majukumu ya kuweza kupanga? Maisha ya kupanga sio marahisi na sio magumu sana. Na maana kwamba kijana kama kijana unapofikisha umri wa miaka 18, unapaswa utoke kwa mzazi uende kujitegemea. Kwa hiyo kama unapaswa utoke kwa mzazi, uweze ukakaa nyumbani, lazima utafute sehemu ya kujivazi. Na maana kwamba umepanga kwenye nyumba ya mtu. Kwa hiyo ukiwa umepanga mahali pale, tafuta sehemu ya kuchakalika, ili na maana kwamba unapata nini? Unapata kodi. Kwa hiyo unapokuwa umepata ile kodi, inakupa motisha ya kutafuta nini? Unapokuwa umepanga, inakupa motisha ya kuendelea kutafuta kile unachojikimu kimaisha. Ulikuja kupanga ukiwa na tayari umemweka mama mtu ndani au ulikuja ukiwa bado single? Mimi kupanga kwangu nilikuwa nimepanga kabla sijaoa. Na maana kwamba nilianza kuandaa mazingira. Unapokuwa unataka kuoa, unaandaa mazingira. Na maana kwamba lazima ununue godoro, lazima ununue kitanda, hata ndani ya nyumba lazima uweke vitu tayari. Na maana kwamba unapokuwa umemleta vitu umejiandaa, aje mwanze maisha. Vipi, kuna uwezekano wa kuanza kupanga ukiwa tayari na mama mtu ndani, au kuna kuwa na ugumu fulani kwamba inatakiwa kwanza kabla hujaoa ndio upange kwanza, au uje naye kabisa ushaoa afu ndio unaenda kupanga? Kipi bora? Inapaswa upange kwanza ndio uoe kwanza. Yaani maana kwanza kinachotangulia, wewe kama wewe uandae mazingira, maana kwamba upange kwanza ndio muoe. Sio na maana kwamba uoe ndio uende kupanga, itakuwa ngumu. Kwa sababu gani? Unakuta hujapata uzoefu. Kwa mfano kama kutafuta kodi, kama una kazi yoyote, lazima ujiandae utafute, kama ni kazi ya kujikimu, unatafuta kodi unalipa. Kwa hiyo na maana kwamba unatakiwa upange kwanza ndio ulete mwanzo wa maisha.
Mpenzi mtazamaji, unatakiwa kwanza upange, ndio mwisho wa siku ujifikirie namna ya kuweza kumleta mpenzi katika sehemu yako uliyopanga. Usije ukaja naye mwisho wa siku ukashindwa kulenda, kwa sababu unatakiwa kwanza uwe umejikimu kabisa katika mahitaji yale madogo madogo ambayo anatakiwa yakute, ikiwemo ni kigodoro, kitanda, vyombo na baadhi ya vitu ambavyo vinahitajika unapokuwa unataka kuanzisha maisha mapya na mwenza wako. Lakini pia tunahitaji kujua vipi mwanamke anaweza anzisha na hii maisha ya kupanga akiwa peke yake, akiwa single, manake binti au mama au mtu wa kike, mtoto wa kike anaweza kaanzisha maisha yake kama ilivyo kwa wanaume sisi. Binti inategemea na kazi pia anayofanya na umbali wa nyumbani aliyopo. Kama ni karibu na nyumbani anapaswa awe kwao, ila kama ni mbali anapaswa pange. Kwa wanaume umesema kwamba tukifikisha miaka 18 tunatakiwa tutoke nyumbani twende tukaanzishe maisha mapya. Kwani wanawake wao hawafikishi miaka 18? Na kwa nini wao wasiende kuanzisha maisha kama ilivyo kwa wanaume? Wanawake ni tofauti na sisi. Jua wanawake wanatutegemea sisi wanaume. Ila mwanaume sisi ndio tunatakiwa tunawatafutia wale wanawake. Kwa hiyo inapaswa sisi ndio tutafute tuwalete, na maana kwamba wenyewe ndio wanapaswa kupanga, lakini kama wako ndani ya mazingira ya nyumbani ni wanatapaswa waishi nyumbani, ila kama wako mbali watapanga. Kama wapo mbali watapanga, lakini kama wapo karibu waishi nyumbani kwao. Ila ni tofauti sana na wanaume. Sisi wanaume tunatakiwa tuanzishe maisha ili tuandae kesho yetu, kwa sababu hatutobaki kuwa nyumbani, tutakuja kuanzisha maisha yetu tukiwa na familia zetu. Ndugu mpenzi mtazamaji, lakini pia na wewe unalo la kusema kuhusiana na mada yetu ya leo, maisha ya kupanga. Kipindi ni Rumix ambacho kinakujia kila siku na Dar es Salaam Tanzanite TV, na mimi ni wako Terence, mtangazaji wako, na tunaendelea kabisa kupata 1 2 3 kuhusiana na maisha ya kupanga. Hivi ulianzaje kwanza kufikiria kwamba mimi imefika wakati, nyumbani nilikuwa napata kila kitu, lakini imefika wakati na mimi nianzishe maisha yangu? Ndugu mtazamaji, na maana kwamba maisha au mazingira ya kutafuta maisha anajua mtu mwenyewe anavyoyapata maisha. Mimi kama mimi nilivyofikisha miaka 18 niliamua kutafuta maisha, na maana kwamba nitoke nyumbani niende sehemu nitafute chumba, na maana kwamba unapokaa mahali pale unajua mimi nitajinunulia sabuni, nitapaswa kula, na maana kwamba nijihudumie mimi kama mimi, nisitegemee tena nani? Wazazi. Ndio wazazi wana sehemu yao, wanaweza wakanisaidia pale ambapo nimepelea, lakini sio wajibu wao paka kwa umri huu niende kuwategemea eti ninunulie sabuni. Kwa hiyo napaswa mimi kwa baadaye nije kuwasaidia wazazi wangu. Una ndugu au wadogo zako? Wadogo zangu wapo wanaonifuata mara ya wapo 4. Mimi tupo 5 kiujumla. Washawahi kukwambia shida zao, aidha kukutegemea kama kaka yao mkubwa? Mabinti wapo 2 na wa kiume wapo 2, na maana kwamba binti kama binti ni tofauti na mwanaume. Binti kuna mahitaji unakuta lazima anahitaji kama binti lazima umsaidie, kwa hiyo unakuta ninachukua wajibu wa kumsaidia. Unaliendo vipi unapokuwa unasaidia nyumbani familia, mtoto wako na mama mtu, unalipa kodi, unanunua kila kitu kinachohitajika ndani, na bado unawasaidia ndugu zako? Unajua nakwambia, unapopata kidogo jaribu kula na wenzako, hata kama sio kikubwa, kidogo unachokipata tunajua jinsi ya kibalance kwenye familia. Unapopata kidogo jaribu kushare na wenzako, huwezi jua kesho yako itakuwaje. Wale unaowasaidia ndio watakaosaidia na kesho yake. Naam, mlikuwa na mimi Terence wa Dar es Salaam Tanzanite TV, na hivi ndivyo tunavyomaliza maisha ya kupanga. Kiufupi, tusiaogope. Kama unao uwezo wa kuanzisha, anzisha kabisa. Kijana, ukiona una miaka 18 kuendelea na haupo bado chuo au haupo shuleni, na jitahidi kujitafuta ili uandae kesho yake. Usiogope kuanza kuvuka mto eti kuna mamba, hapana. Wewe vuka tu na Mungu yupo mbele yako, atakusaidia. Tunakushukuru sana. Asante ndugu mtazamaji. Karibu siku nyingine. Ni Dar es Salaam Tanzanite TV. Tunahitaji uwepo wako. Asante, tutashiriki pamoja tunapohitajika, tutashiriki. Shukrani sana.